Eti simulizi yetu inaanza hivi kwa kusema kwamba kuna aina ya maumivu ambayo hayaonekani kwa macho, maumivu ambayo hayaachi alama mwilini, lakini yanachoma ndani ya moyo kama mtoto wa miaka mingi. Leo nitakwambia hadithi ya msichana mmoja, msichana ambaye alizaliwa katika familia, lakini alikuwa akihisi kama yeye ni mgeni katika nyumba yake mwenyewe. Jina lake ni Amina. Sasa tujue kabisa Amina alikuwaje, Amina ni nani na anahusikaje katika hadithi yetu. Amina alizaliwa mwaka 1998 katika kijiji kidogo mkoani Morogoro. Nyumba yao ilikuwa ndogo, chumba kimoja, familia ya watu 5. Baba yake Mzee Hamisi alifanya kazi shambani. Mama yake Zuhura alikuwa mwanamke mzuri wa kuonekana tu, lakini nyumbani alikuwa kimbonga. Sasa Amina alikuwa mtoto wa kwanza, mwenye macho makubwa, mwenye tabasamu la ajabu mno. Jirani walisema huyu mtoto atakuwa mtu, lakini ndoto zao na ndoto za Amina zilikuwa mawinguni, kwa sababu chini ya ile paa moja vita vilikuwa vinaendelea kila siku. Baba alikuwa anapenda kunywa, na kila alipokunywa silaha yake ya kwanza alikuwa mama wa Amina, na ya pili ilikuwa ni Amina mwenyewe. Nadhani unaelewa nini kilikuwa kinatokea wakati huo. Tunakuja kuona hapa hadithi yetu inaendelea kusema hivi: Amina alikuwa na umri wa miaka 7 tu wakati alipojifunza kitu ambacho watoto wengi hawajafundishwa shuleni, jinsi ya kulala kimya usiku wa manane ili asisikie matukio ya nyuma ya ukuta, jinsi ya kuficha machozi ili kaka na dada wadogo wasione, jinsi ya kwenda shuleni na tumbo tupu akiimba wimbo wa taifa kwa sauti ili mwalimu asione kwamba nyumbani kuna chakula. Yaani ni vitu alikuwa anavificha mno. Tutajua mbeleni. Tunaendelea hadithi yetu kusikiza inavyosema kwamba Amina alikuwa ni binti hodari mno, lakini hodari si lazima imaanishe furaha. Wakati mwingine hodari ni jina lingine la kulazimika tu kuwa mkubwa kabla wakati wake. Mama Zuhura hakuwa mtu mbaya. Hii ni muhimu sana tuielewe. Alikuwa mwanamke alivunjika mwenyewe. Aliolewa akiwa na miaka 17 na ndoto zake za kwenda chuo zilimalizika siku hiyo hiyo. Maumivu yake yalikuwa ya kweli, lakini jinsi alivyoyatupa yalaangukia watoto wasio na hatia. Siku moja Amina akiwa na miaka 9 alirudi nyumbani na tuzo ya shule, tuzo ya kwanza ya masomo ya hisabati. Nadhani wengi tunaelewa hisabati ilivyo ngumu, na hata mimi mwenyewe nimesoma hisabati, kwa najua mziki wake. Lakini Amina alifanikisha hilo. Alitaka kumwonyesha mama yake, lakini mama alikuwa katika ugomvi na baba, na tuzo ile iliishia ardhini, ilipigwa na mguu bila hata kutazamwa. Ni kitu ambacho kinahuzunisha mno. Amepambana kwa sababu ya kuwaonyesha wazazi wake, lakini ikashindikana. Sasa Amina alichukua ile karatasi lililokunjwa, akaikunja zaidi, akaitupa ndani ya mfuko wake wa shule, na kutoka siku hiyo hakuwahi tena kukimbia nyumbani na habari njema. Yaani kitendo cha wazazi kugombana, na alienda na ile tuzo, lakini wazazi hawakujua maana ya ile tuzo. Muda huo yeye ameipambania kwa muda mwingi sana, kwa nguvu nyingi, lakini hawakuthamini kitu kile alichokuwa nacho mtoto wao. Tuendelee kwa kusikiliza hadithi yetu. Baba Hamisi akupiga kila wakati. Hii ndio ilimfanya awe hatari zaidi, kwa sababu nyakati zingine alikuwa mtu mzuri, alinua pipi, alicheka, alimwambia Amina, wewe ni binti yangu mpenzi. Na siku ya kawaida Amina alimwamini, alimsubiri urudi huo wa baba wa upole. Lakini pombe iliingia nyumbani usiku. Yule baba alipotea na badala yake alikuja mtu mwingine kabisa. Watoto wanaokulia katika mazingira kama haya wanajifunza kitu kimoja cha hatari, kwamba pendo unaweza kutoweka wakati wowote, na hii inamuumiza Amina hata miaka mingi baadaye. Tunakuja kuendelea kuona kwamba Amina alikuwa na miaka 11 wakati siku ile ilipofika, siku ambayo alikuwa akijua itakuja, lakini hakuwa tayari. Mama Zuhura alipakia mfuko siku wa manane. Amina alijifanya amelala, lakini aliona kwa jicho moja. Aliona mama akiandika barua ndogo, aliona mama akitazama watoto wake walalao, na aliona mama akigeuka akitoka mlangoni, na milango ile ikafungwa polepole, kana kwamba hata sauti haikutaka kuinuka. Amina alitaka kupiga kelele, alitaka kukimbia, lakini miguu yake haikumtii na kinywa chake kilishindwa kufunguka. Alisimama tu pale kitandani, mkono wake ukishika blanketi, akimsikiliza mama yake akitembea mbali na zaidi, mpaka sauti ya nyayo zilipotoweka gizani. Asubuhi ilipofika, Amina aliamka na kuwaandalia kaka na dada wake chai. Hakuambia mtu chochote kile alichokiona usiku uliopita. Akavaa sare yake ya shule, akachukua mkoba wake na akaenda shuleni akitembea kwa miguu miwili, lakini akiwa amevunjika ndani ya moyo wake. Nadhani unaona alivyobeba maumivu peke yake, hakutaka kuwashirikisha ndugu zake. Tunakuja kuona mbeleni, baada ya mama kuondoka, Amina akawa mama wa nyumba hiyo akiwa na umri wa miaka 11 tu. Miaka 11 ni midogo mno. Kapika, akafua, akasimamia kaka na dada wake wakule na waingie shuleni, na yeye mwenyewe akajaribu kujiendesha shuleni, lakini shule ilionekana mbali sana, wakati njaa ikiuma tumboni. Lakini Amina hakuacha kuwapambania ndugu zake. Hii ndio jambo zuri kuhusu Amina. Alikuwa na kitu ndani yake ambacho hata yeye mwenyewe hakukijua jina lake. Labda ni imara, labda ni hasira ya matumaini, lakini hakuacha. Wakati Amina alikuwa na miaka 13, baba yake alilazwa hospitalini kwa ugonjwa wa figo uliotokana na pombe za miaka mingi mno. Na Amina, yule binti aliyepigwa, aliyedharauliwa, ndiye alikuwa akimtembelea hospitalini kila wiki, akimletea matunda ya shilingi 200 aliyoomba kwa jirani, akimwambia, baba, kula. Mtu mmoja hospitalini alimuuliza siku moja, mbona unamjali mno baada ya yote aliyokufanyia? Amina alijibu kwa sauti ya utulivu, kwa sababu kama sitamsamehe yeye ataishi bure ndani yangu maisha yote, na mimi sitaki kulipia bei hiyo, wala hilo deni silihitaji kabisa.
kabisa. Sasa tunaendelea kwa kusikiliza kwamba miaka 16 Amina alifaulu mtihani wa darasa la 4 kwa alama za juu mno, bila msaada wa mtu yoyote mno, bila ada ya ziada, bila mwalimu wa nyumbani, kwa taya koroboi tu usiku baada ya usiku. Ni ushujaa ambao alionyesha binti huyu kwa kusubutu, sababu ni vigumu mno kwa mazingira aliyokuwa anaishi mpaka akaweza kufanikiwa hivi kufaulu mtihani wake. Tunajua ugumu wa shule na ugumu wa mazingira aliyokuwa akiupitia Amina. Jinali yao mmoja ambaye anaitwa Madija, mwanamke mwema ambaye hakuwa na watoto, alimsaidia Amina ada ya kidato cha kwanza. Alisema, sina watoto lakini wewe ni mtoto wangu wa roho. Na maneno hayo yalikuwa kama mvua ya kwanza baada ya kiangazi kirefu mno. Amina aliingia sekondari kwa mara ya kwanza kabisa katika maisha yake. Alijisikia kama ana nafasi. Alikuwa mbali na nyumba ya maumivu, alikuwa mbali na kumbukumbu za mama aliondoka, na kwa mara ya kwanza aliweza kulala usiku bila kubili sauti mbaya. Kidato cha 6 Amina alimaliza na division 1. Mkoa mzima ulimsikia, na chombo cha habari kidogo cha mtaa kilichapisha jina lake. Mama Hadija alinunua gazeti hilo, akalibeba mfukoni kwa miezi 6, akionyesha kila mtu kwamba huyu ndiye mtoto wangu. Leo Amina ni mwalimu, anafundisha watoto wa darasa la 3, na siku yoyote mwanafunzi anapoingia darasani akiwa na macho yaliyolia, Amina anaondoa darasa, anamuita pembeni na anasema maneno ambayo mtu mwingine alimwambia yeye wakati mmoja, mimi niko hapa na hauko peke yako, naomba unieleze nini kinakusibu. Sasa yani anajaribu kurudisha fadhila kwa kile kilichompitia kwenye maisha yake, kwa sababu tayari ni mtu ambaye ana experience kwa maisha magumu mno. Tunakuja kuona mbeleni huku hadithi inaendelea kusema kwamba hadithi ya Amina si apita tu, ni hadithi ya mtu halisi, ni hadithi ambao watu wengi wanajikuta ndani yake. Pengine wewe mwenyewe unajikuta ndani yake sasa hivi. Ukweli ni huu, maisha yanaweza kuwa mazito, watu wanaowapenda wanaweza kukuangusha, familia inaweza kuwa chanzo cha maumivu badala ya faraja, na wakati mwingine giza linaweza kudumu muda mrefu sana hadi uanze kuamini kwamba giza ndiye hali yako ya kawaida. Lakini Amina alitufundisha kwamba kitu kimoja muhimu, maumivu ya jana hayakuamrishi kesho yako. Wewe una nguvu zaidi ya unavyodhania, na mara nyingine nguvu hiyo haijaonekana kwa sababu mazingira yanakuzuia, sio kwa sababu kuna nguvu. Kama leo uko katika mazingira magumu, najua maneno yanaweza kuonekana madogo, lakini ninakwambia hivi, msichana alipoteza mama yake akiwa na miaka 11. Alikuwa akipika badala ya kucheza, aliomba ada badala ya kupewa, alifanikiwa. Na wewe pia unaweza. Na hadithi yetu ndio inapoishia hapo. Pia tunakuja kusikiliza ujumbe ambao unasema kwamba kila kitu kinawezekana katika maisha, ni swala la muda na kupambana na kuweka imani juu ya hilo, kama alivyofanya Amina katika maisha yake yote. Hakujali nini kilimtokea katika maisha yake, lakini alijipa imani na akasonga mbele. Moyo mgumu ndio unahitajika katika upambanaji. Amina anakuwa ni mfano bora sana katika maisha yetu ya kawaida. Asante sana kwa kutazama hadithi hii, na mimi leo nakushukuru mno. Hadithi kama hizi zinastahili kusikika, sababu kuna Amina wengi duniani wanahitaji kujua kwamba wao pia wanaweza, wanahitaji kusikia maneno ya nguvu, wanahitaji mtu wa kuambia wewe si peke yako. Kama hadithi hii ilikugusa moyo, naomba ulike ili upate nguvu ya kuendelea kuleta hadithi mpya kama hii. Subscribe ili usikose hadithi yoyote inayokuja, na pia unaweza kushare kwa mtu ambaye anahitaji kusikia hii leo. Pengine hadithi hii itakuwa tofauti kabisa na inaweza kuleta utofauti kwenye maisha ya mtu mwingine. Wewe ndiye unaweza kuifanya itokee. Ni mimi T8 Story, na hadithi yetu itaendelea. Asante sana kwa muda wako. Pia usahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupokea notification pale tunapoachia hadithi yetu kila wiki.